Tunaviona kwenye mitandao anachokifanya Tano kwenye tamthilia yake mpya inaitwa Anakuja. Mimi nikasema ni nani? Mimi naye nikasema ngoja nije, kama tamthilia nitaka nitakuja, nikasema ngoja niende nikaone kinachopatikana kwenye hii tamthilia. Bana, Tano ni aje? Poa tu kaka, inakuwa harakati. Namshukuru Mungu. Pole na majukumu. Asante sana, lakini ndio wajibu wetu bwana. Kwanza ni kupongeze kwa hiki ulichokifanya kwenye tamthilia ya Nakuja, series nzuri, mapokezi mazuri. Kwanza nikupongera. Asante sana ndugu yangu, asante sana. Tukizungumzia kwa ufupi Nakuja, story, zumuni la ile story iko na nini? Hadithi ya Nakuja ni hadithi ambayo kwanza ni maisha ya kweli ambayo yalitokea miaka ya nyuma huko nyumbani kwetu Mbeya, ambayo ni hadithi ambayo nimeikuta kwa mababu na mababu ambao mimi nimesimuliwa. Hii hadithi alinisimuliaga mama yangu ambayo alipita miaka ya nyuma sana. Nakuja maana yake ni ukombozi. Yaani mtu anayekuja anakomboa. Nilipokuwa nimepata hii hadithi, huyo mtu ambaye alikuja kukomboa alipitia mambo mengi sana sana. Kuanzia watu ambao yuko nao, alikuwa ni mganga huyo mtu. Kuanzia watu ambao yuko nao, lakini pia kuanzia wale watu ambao wanaenda kuwakomboa. Kwa hiyo ni maisha tu ya kawaida, lakini pia ni maisha ambayo yanahusu watu ambao yapo kila siku. Kwa sababu nikaona hadithi ni ambayo inahusu maisha ya watu ambao wanaishi kila siku. Nikaona ngoja niachie hili dude. Alikuwa na mbako alivyokusimulia, alikuwa na mwenendo na mavazi kama wanatumia kwenye hii series yako mpya, ama kuna vitu umezidi kuviongeza? Sasa mimi nilivyosimulia hadithi na Bi Mkubwa, ni hadithi ambayo nilipa muda kabla hata hajafariki. Kwenye upande wa mavazi ni kitu ambacho sikusimuliwa, ila ni kujiongeza kitu gani ambacho nikiweka kitakuwa kizuri. Kwa hiyo upande wa mavazi ni mimi ambaye nimebuni kwamba hiki kitu nikikifanya kitakuwa kinapendeza watu. Ndio maana ukiangalia mavazi, ukiangalia mimi nilivyo, yani ni tofauti kabisa, uweze kujua Tano yule wa huku na wa huku ni sawa. Kitu pia nadhani ndio kimebeba movie. Kwa hiyo pia mtabibu Tano alikuwa ni kipofu kwenye maisha ulivyosimuliwa? Alikuwa ni kipofu, lakini alikuwa na uwezo mkubwa sana. Alikuwa na uwezo mkubwa sana, lakini uwezo wake ulikuwa sio uwezo wa kuona au kuyahisi yale mambo. Alikuwa na uwezo akikushika mkono anajua maisha yako yote ambayo matatizo unayopitia. Kwa alikuwa anakusaidia. Matabibu wengi wapo, kuna mwingine anakusaidia kwa kushika mkono, kuna mwingine anakusaidia kwa kupiga manyanga, kwa kufanya ndo anaona. Kwa akikushika mkono tu hivi anajua kabisa wewe unapitia matatizo haya na haya, na ndo anaweza kukusaidia. Lakini hivi hawezi. Aidha achukue kitu kingine ambacho anaweza kuchukua, anaweza akachukua unyayo wako. Yaani umekanyaga pale akachukua ule mchanga, akinusa na akishika anajua kuna matatizo haya na haya. Ndo maana kwenye tamthilia pia mkeo kauawa, lakini pia umeshindwa kugundua kwa sababu kuweza kuvisogelea vile vitu. Nimeshindwa kugundua kwa sababu mila na desturi haziruhusu kushika mwili uliopata ajali, iza kugongwa na nyoka au kuuawa. Ukiangalia hata kwenye maisha ya kawaida, sijajua kwa makabila mengine, lakini kwetu sisi Mbeya, kwenye maisha ya kawaida, mtu yote akipata ajali, hata kugongwa na gari au akigongwa na nyoka au akiliwa na mamba au akimezwa na chatu afu akatema, basi ule mwili hautoingizwa ndani. Ukitolewa sehemu la tukio, utapelekwa nje ya nyumba. Ukitoka nje ya nyumba, moja kwa moja makaburini kuzika. Kuna watu wameitazama hii tamthilia wanasema yes, Tano ana zile chembe chembe za ugani za utabibu. Tupe siri kwenye familia yako ama ukoo wako, amna hizi chembe chembe za utabibu? Mimi nimetoka familia ya kichifu. Mimi nimetoka familia ya kichifu Mbeya huko. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu navijua. Lakini ukiachana na hivyo, mimi ni mtu ambaye nasoma sana vitabu. Alafu nawafuatilia sana waganga. Sasa hivi unajua dunia imekuwa kubwa, utandawazi. Kwa hiyo nikiangalia TikTok waganga wanafanya hivi, wanafanya hivi. Kwa hiyo nafuatilia sana. Kwa hiyo ni mtu ambaye nasoma sana vitu. Lakini pia sehemu niliyotoka kwenye familia yetu kuna hivyo vitu. Kuna babu zangu walikuwa machifu huko. Upande wa mama walikuwa machifu, upande wa baba walikuwa machifu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo. Kwa hiyo tutarajia siku moja naweza tukamwona tukaingia tukarudi kudumisha asili za nyumbani.
Kwa sasa sidhani, utandawazi umekuwa sana. Sidhani kwamba niende nikawe chifu sidhani. Inaweza ikatokea kwa sababu chifu kama ni sawa na uganga. Uganga unaweza ukawa una elimu una nini, lakini nyumbani kwenu mikoba ikikubali inakubali lazima uende. Kwa 5 ikikubali tunaenda. Yeah. Sidhani, lakini naweza kwenda kwa sababu huwezi kupinga, yatakukuta matatizo ambayo huwezi kuyatibia mwenyewe. Tukitazama hii tamthilia ya Nakuja, umekuwa na baadhi ya wasanii of course ambao wengine walikuwepo kama kina Sauda, ni watu ambao upo nao muda kama familia yako, lakini kuna kasi mpya zinaonekana nyingi sana kwenye tamthilia yako ya Nakuja. Tupe siri, ni kwa nini umeamua kutumia wasanii wapya kuliko kuwatumia wasanii ambao ni wakubwa kama tunavyokuzoea? Kwa sababu tulikuwa tukiona kigiza kwa Sandra, tuonekana Kipara, kwa nani? Kwa nini muhimu mama kutumia wasanii ambao ni wageni tofauti na mlivyo kwa mwanzo? Cha kwanza nahisi nimeangalia kipaji, watu wana vipaji vya aina gani. Unajua watu wana vipaji lakini wamekosa kupata nafasi. Mimi sio mchoyo wa nafasi. Yaani mimi nilivyo tofauti na maproducer wengine wanaotaka kujiweka wao. Mimi nafuata hadithi nataka nini. Kwa nilivyoona, ukiangalia kuna yule binti Sara, kuna Nilo, kuna NN, kuna Sairata, ni watu ambao wana vipaji. Kwa hiyo nikaona kabisa unaweza kuwa maarufu lakini hauna kipaji zaidi ya kumfikia huyu. Kwa hiyo nikaona mimi sasa hivi nashukuru Mungu nimeenda mjini, naweza nikamchezesha Sandra kaenda, naweza nikamchezesha Suzi, ni mtu ambaye ameenda mjini, Kipala ni mtu ambaye ameenda mjini. Kwa hiyo nikawachukua hao kwa ajili ya kuboost. Lakini lengo langu lilikuwa ni kufikisha hadithi iliyokamilika kwa watu, lakini kupitia underground. Na ndio maana umeona underground nimewaweka wengi, lakini nashukuru Mungu amekubalika. Ndio maana Kipara amepita kidogo tu. Kipara na Sandra waonekani mara kwa mara. Yeah, Kipara na Sandra huwa waonekani mara kwa mara, sio kwa sababu ya ubizi kazi zao, lakini hadithi inavyohitaji. Ila huko mbele Sandra amecheza sana tu kwa sababu tumeshoot sana. Kwa Sandra ana scene nyingi sana. Kipara ana scene nyingi sana, lakini nataka kuinua hawa sasa kwanza. Wewe tukiamini ni miongoni mwa tukisema kwenye YouTube ni zao la Kram. Yaani kwenye kukufahamu sisi YouTube ni zao la Kram. Ni familia ambayo imetengenezwa pia na Kram kwenye YouTube hii. Kuna watu wanakuwa wanadai kuwa YouTube hawapati pesa. Wanaamua kuchukua kazi zao na kupeleka kwenye hapo, wengine kwenye mainstream. Tumeona baadhi ya YouTubers wenzao wameshaanza hivyo. Kwa tano hipo hii kuitoa tamthilia yake na kuipeleka kwenye application yote isiyo YouTube. No. YouTube siwezi kutoa. Yaani kuitoa kazi YouTube siwezi. Ila YouTube inamruhusu mtu kwamba unaweza kufanya kazi YouTube, haina vipingamizi. Unaweza kufanya kazi YouTube lakini kazi hiyo ukapeleka media au ukapeleka app yote. YouTube haikatazi, haina sheria hizo. So umeelewa? Kwa wewe ndio unaamua, lakini mimi bado sijakomaa vizuri. Yaani kama sasa hivi umempiga tu chula teke, sianzi kujisifia sana kwamba nimekomaa, nimeandika hadithi kali kuliko hadithi zote, mimi ndio mkubwa kuliko wote, hapana. Nitakuwa na kufuru tu. YouTube nadhani hata wewe mwenyewe unaijua. YouTube ni kama ni kama tu mtu umeokota fuko la hela. Unaweza ukaandika hadithi kali, unaweza ukatumia gharama kubwa, alafu ukaja ukapost, hamna kitu. Kwa mfano mimi nikwambia hii kazi, nikiangalia hii kazi ilikuwa sio kazi ya malengo yangu. Hii kazi nilikuwa nimeifanya, nadhani episode 5 hata sana kana kaka, kwa nini usifanye? Tuna hadithi kali kweli. Inaitwa Siri ya Mtungi, ambayo nimeshoot episode 5, nikaanza kupost kwenye 5+ kwenye ile channel nyingine. Sasa nikamwambia hebu ngoja tujaribu hii. Kwa hiyo nikawa na post kwenye hii channel. Hii channel ni ndogo tofauti na channel, lakini sasa hivi imekuwa kubwa kuliko ile. Kwa hiyo nikamwambia ngoja tu post huko. Kwa hiyo nilivyopost episode ya kwanza, omba community kwa kina Pasali, Kipala, watu kibao kina Sanda yani wakapushi. Mimi naamka asubuhi nakuta jambo limeenda. Basi mwenyewe hapo sasa tuna episode 5. Inabidi niingie set ndio naanza kuja, jamani jambo limechangamka. Lakini sio kwamba eti nimefanya kitu kikubwa kuliko watu wengine. Hapana. YouTube haiko hivyo. YouTube unaweza kaweka kitu ambacho wewe mwenyewe hata ukutarajia kikainuka. Lakini unaweza kaweka kitu kwamba umekusudia hiki kweli nimeweka, kikakuangusha. Kwa hiyo siwezi kujisifia mimi kwamba nina kazi kubwa kuliko watu wengine au kazi yangu ni bora zaidi, hapana. Ni wakati tu. Unajua watu wanasemaga wakati wa Mungu ndio wakati sahihi na unakuja usipotegemea. Tuzungumze kwenye hii tamthilia ya Nakuja. Umeonekana ni mtabibu ambaye unaweza kuwasaidia watu wengi sana kwenye tamthilia, na pia kuna uchawi. Kuna mtabibu afu kuna mchawi. Ni kwamba kuna vita ya wale mama watatu wachawi. Wale mama watatu wote wachawi wanagombania kiti kimoja. Nataka
tuanzie kwa wale kina mama. Uliwezaje kuona kabisa hawa Yesu ana fit kwenye scene? Kwa sababu kuna mama mmoja yeye mweusi, Yesu nasema hiki chuma. Uwezo wao watazama vipi ukasema wanaweza kuigiza na leo wameondoka tunaiona tamthilia kwa kubwa? Kwa mfano Mama Kabichi huyo anacheza kama mama yake Sala. Ni mama ambaye niko naye muda mrefu sana kwenye kazi zangu. Ila tu hakuna kazi iliyokuwa imeenda viral. Ndio maana walikuwa hawajulikani sana. Yule Mama Kabichi ana uwezo mkubwa sana wa kuigiza. Lakini pia kilichonibeba hasa kwenye Nakuja ni kupangilia cast. Yaani nilikuwa nazifananisha, ukiangalia yule Mama Kabichi pamoja na binti yake pamoja na mjukuu wake ni watu waliofanana. Lakini ukija kuangalia Niro, Sauda, Sandra watu waliofanana. Ukija kuangalia Enieni, Sairata na Suzi ni watu wanaofanana. Hicho nadhani ndio nilichowini pia. Kwa niliangalia tu kwamba hao wana performance, ukiangalia Sairata ana performance kubwa sana. Ukiangalia Mama Kabichi ana performance kubwa. Ukiangalia Sauda ndio usiseme ana performance kubwa sana. Kwa nilichoangalia tu story yangu inataka hiki na hiki basi nikafanya na jambo likaamka. Kwa watu wote wana uwezo. Na hii series imechezwa na watu ambao wenye uwezo. Ukiangalia mwenyewe unaona watu wana uwezo. Kuna watu wanakuwa nasema tano hizi tamthilia ni kama zinampeleka sana zenye mandhari ya kiasili. Tukianza na Mkoba Mama pia ni tamthilia kwamba ilikuwa zilifanya vizuri season 1 na season 2, na leo hii tuna hii hapa, na pia Sauda pia ilifanya vizuri na hii. Kuna watu wanakuwa wanakuamini sana kwenye hizi tamthilia za design hii kuliko za nyingine ambazo za maisha ya kawaida. Maybe kwa sababu nimetoka kijijini kwetu Mbeya Tukuyu, aidha kwa sababu nimeshayasoma sana mazingira na nina uwezo sana wa kuandika vitu vya kijijini. Lakini nina uwezo pia wa kuandika vitu vya mjini kama love stories za mjini, lakini sina uwezo mkubwa kama movie za kijijini ambazo zenye mazingira kama hayo, mazingira ya uganga, wanafanya hivi na hivi, yani ni vitu vya kufikirika. Lakini ukisema kachukua sijui mkono kapiga hivi moto umetoka umeenda kumpiga huyu, hivyo vitu ndio siwezi kuvifanya. Kwa hiyo inafanya maisha ya kawaida ambayo watu wanahisi uchawi huko hivi, siwezi kuwapotosha. Nadhani sio kupiga pambo pani upotoshaji. Ushawahi kuona uchawi? Wewe uchawi unaosikia ni mtu kawekewa tego, ndio uchawi watu wanaosikia. Bwana huyu alikuwa mjamzito, kakanyaga sio kitu fulani, ndio uchawi huo. Lakini ule uchawi mimi mwenyewe uchawi ule wa kupaa na ungo na nini kuona mtu mimi sijawahi kuona. Kwa naweka kitu ambacho hata ukienda sehemu kwamba mtu amekuja kukuloga, unamkuta mtu anachimba kitu nyuma ya nyumba, unakuta mtu anakuwekea kitu mlangoni. Hivyo mimi siweki uchawi wa kupotea potea. Ukiangalia hii series Anakuja, hakuna uchawi wa kupotea, yani mtu kapotea fiu hakuna. Unaamini uchawi ni ile mtu unaona kabisa hapa anaenda kukuwekea dawa, anamtegea mtoto labda dawa hivyo, ndo naamini ndo uchawi unaotaka uaminishe wa Tanzania. Mtu anawaaminisha hata hivyo wa Tanzania kwamba uchawi sio uchawi wa kupotea potea hivyo, hapana. Kwanza mchawi ni yule mtu ambaye anaweza akachukua hata mchanga wako tu akaenda kutengeneza kitu, akachanganya na dawa akatengeneza kitu. Anaweza akaja mchawi hapa akaingia ndani, sio umeelewa? Ameingia ndani, mimi nasingia ndani, anaweza akakuwekea tego mlangoni likakudhuru, au anaweza akachukua mdudu akakuwekea kwenye chakula ukala yule mdudu ukapata matatizo. Sio uchawi huo wa kupotea mara kurushiana moto sifanye nini, huwezi kukuta kwenye tamthilia yangu. Mimi nilichokifanya ni kitu tofauti. Hata ukiangalia kwa mfano yule mtoto mdogo, si ndio mtoto mwenye maono, anaona hiki anaona hiki. Ukiangalia hata kitamaduni watoto wadogo wanaona vitu. Mtoto yote mdogo, wakubwa tunavyosikia katika hadithi, katika nani, katika